Mwalusambo International Ministry tunayo furaha kwa taarifu kuwa huduma yetu inaendelea kuboresha vifaa na mini studio ili kuongeza ubora wa rekodi, matangazo na utunzaji wa kumbukumbu za huduma. Maboresho haya yanahusu ununuzi wa kamera za kisasa, vifaa bora vya kurekodia sauti, matengenezo na maboresho ya mini studio nje pamoja na ndani. Gharama za utekelezaji ni shilingi milioni 15. Muda wa kutimiza ahadi ni hadi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026. Chota baraka zako sasa kwa kuchangia kadri Mungu alivyokubariki. Tunapokea ahadi na michango na tunawaomba familia ya MIM kushiriki kwa maombi, michango na ushirikiano wa kujitoa kwa hali na mali. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya NMB Bank 629100009016. Jina litakuja Zefania Enoki Mwalusambo, ama kwa M-Pesa 0769007328. Jina litakuja Mwalusambo International Ministry. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0741996990. Pamoja tunaweza kulijenga eneo la huduma kwa viwango vya juu zaidi na utukufu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Salamu ziwafikie wote wasikilizaji wa kipindi hiki katika jina la Bwana. Leo ni siku ya Jumatano yetu nyingine nzuri katika mwezi huu wa 3, ikiwa leo ni tarehe 18. Namshukuru Mungu kwa kutupa tena siku nyingine tuweze kujibu maswali ya wasikilizaji. Leo ninaanza na maswali ambayo yalibaki wiki iliyopita. Nilitamka kwamba kuna maswali, mtu aliuliza maswali mengi ambayo nilishindwa kuyajibu, lakini nitoe pia ushauri kwamba ni vizuri kuwa na maswali 2 matatu kuliko kuwa mtu na maswali mpaka 8 9, ambacho itatulazimisha tuwe na kipindi kwa ajili yako peke yako. Leo ninaanza na maswali ya ndugu Patrick Liteleko wa Bagamoyo. Yeye amekuwa na maswali mengi lakini na maelezo mengi pia. Ameanza na Yohana 17 mstari wa 6. Na swali lake katika ile Yohana, tukisoma ile Yohana 17 mstari wa 6, ambapo swali lake limeanzia. Mstari wa 6 unasema, jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Swali anasema, mbona ukiendelea mpaka mstari wa 11 anataja jina alilopewa na Baba? Mstari wa 11 anasema, mbona naendelea? Hebu niendelee kidogo. 17 anasema, mstari wa 7 anasema, sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua katika hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Mimi nawaombea hao, si uombee ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Mimi naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulionipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Anasema, mbona ukiendelea anataja jina lilopewa na Baba? Swali lake linahusu kwamba bado haamini. Anahusu kwamba yuko Baba na Mwana, mbona yupo? Mbona wako wawili? Ndio swala la msingi maelezo yote haya, lakini nisichukue muda mrefu kwa sababu nimelieleza kwa muda mrefu sana swala hili. Sasa kuanzia mstari wa 6 anaposema jina lako nimewadhihirishia, Yesu alikuja kudhihirisha jina gani? Ni jina la Yesu. Kwa hiyo jina la Yesu ndio jina la Baba. Anasema mstari ule wa 9, anasema mimi
na waombea. Mstari wa 10 anasema wote walio wangu ni wako na walio wako ni wangu. Kwa hiyo hapa anajaribu kuonyesha kwamba wako wawili. Katika mafundisho yangu nimefundisha hivi kwamba Yesu ametumia neno la unyenyekevu aliposema nimetoka kwa Baba. Alitumia unyenyekevu, hakusema mimi ni Baba. Kwa hiyo kutokana na maneno haya utafikiri kwamba tuko na Baba, tuko na Mwana. Sasa wewe unamwabudu nani? Unamwabudu Baba, unamwabudu Mwana? Je, nikikuuliza una Mungu wangapi, utasema unao wangapi? Unao wawili au unao watatu? Haya maneno ni lugha ya kubadilika, kwa sababu maneno ya Yesu yalikuwa ya kificho. Nilifundisha hata unabii wa Isaya ambavyo ulisema kwamba Yesu atajificha, hatajulikana, hatajitambulisha. Ndio maana anatumia maneno haya. Watu wamelemaa, wanafikiri yuko Baba, yuko Mwana. Na ukitaka kuona, nataka tu nikwambie kwa wewe mwingine unayenisikia, hata leo hii msikie mtu akihubiri, leo hii msikilize mtu akiomba, anavyojichanganya. Anaweza kuanza na Baba akamalizia na Yesu. Anaweza kuanza na Yesu ndani anamtaja Roho, mara anageuka anamtaja Baba. Sasa ukimuuliza katika maombi yako umetaja wote watatu, ulikuwa unamuomba nani? Mara taanza Baba Mungu na kushukuru na kuomba na kuja mbele zako, mara Yesu Kristo, anajichanganya. Sasa unamuomba nani? Nataka kukuambia Mungu ndiye Yesu, Yesu ndiye Mungu. Roho ni mtu mmoja. Ndio maana nachanganya, ndio maana nakusikiliza hata ukiomba. Kama angekuwa watatu, mmoja angekataa, angesema umekosea kuniomba mimi. Unaweza kuomba watu watatu kwa wakati mmoja alafu kapata majibu. Mungu ni wa rehema tu, kwa sababu ya ujinga wa watu wasioelewa. Anatuhurumia, anatusikia. Basi hata leo ukitaka kumsikiliza mtu, hawezi kunyoka na Baba, hawezi kunyoka na Mwana, hawezi kunyoka na Yesu, hawezi kunyoka na Baba wala Roho. Anataja huku, anataja, anageuka. Ukimuuliza maswali hatashindwa hata kukujibu. Lakini kwa sababu dhana imebaki kwamba wako wawili, wako watatu, wako wawili, hilo ndio linalosumbua. Haya maandiko yanajieleza wazi. Umeeleza tena, umesema wapi ushahidi wa maandiko kwamba Yesu alidhihirisha jina la Yesu badala ya Kristo? Wewe unasema Biblia ilidhihirisha jina la Kristo, halikudhihirisha jina la Yesu. Umetoa na maandiko hapa. Unasema wapi maandiko ambayo yanadhihirisha kwamba Yesu alidhihirisha jina la Yesu badala ya Kristo? Wewe umetoa maandiko yako ambayo yanaweza yakakufunga mwenyewe. Ufunuo 19:11 umeanza. Ufunuo 19:11 linasema hivi: kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Ukisoma hapa hamna Kristo. Hamna Kristo. Hayupo Kristo. Umeandika tena Yohana 4:25. Umeandika tena Yohana 4:25. Yohana 4:25 inasema hivi: yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yeye akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Hai, huyu ni mwanamke Msamaria. Aisema wewe ni Kristo. Sasa nikuambie wewe unayeuliza hili swali, Kristo maana yake nini? Kristo sio jina. Ndio maana alidhihirisha jina la Yesu, kwa sababu Kristo sio jina. Nataka ujue hivyo.
Wewe unayesema Kristo anajulikana kwa jina la Kristo sio Yesu, nataka nikwambie Kristo sio jina, mwana sio jina, baba sio jina. Jina katika Agano la Kale ilikuwa ni Yehova. Jina katika Agano Jipya ni Yesu. Jina Kristo nilifafanua katika masomo yaliyopita, ni neno la Kigiriki. Katika Agano la Kale walitumia neno Masihi. Masihi sio jina, ni mpako wa mafuta wa Bwana ambalo liwahusu hata watu, hata binadamu walioteuliwa na Mungu walikuwa ni wapako wa mafuta, walikuwa ni Masihi. Katika Agano Jipya hawatumii neno Masihi kwa sababu ni Kiebrania cha Agano la Kale. Agano Jipya inatumia Kigiriki, badala ya Masihi inatumika Kristo. Kristo sio jina. Hilo nataka ujue. Kristo maana yake mpako wa mafuta. Jina lake ni nani? Ni Yesu. Sasa umeandika pia maneno mengi ambayo yanajipinga. Nikitaka kusoma naona yanajipinga yenyewe, yatanichukulia muda bure. Lakini ukisoma Mathayo sura ya kwanza, labda ndio nikupe maneno machache tu. Ukisoma Mathayo sura ya kwanza, ule mstari wa 21, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu. Hii ni sauti ya nani anayemwagiza? Hili ndio jina, utamuita jina lake Yesu. Hili ndio jina. Masihi wala Kristo sio majina. Katika Matendo 4 tunaambiwa tumepewa jina moja tu la Yesu chini ya mbingu linaloweza kuokoa. Kwa hiyo ukielewa kwamba Kristo sio Yesu, wala haya maandiko mengi ambayo yatatupotezea muda umeandika hayawezi kutusaidia. Umesema mazingira ya jina la Kristo limedhihirishwa na Yesu, wafuasi huitwa wa Kristo. Kwani aliyesema tuitwe wa Kristo ni nani? Ni Biblia ilisema tuitwe wa Kristo, au watu ndio waliita wa Kristo? Biblia inasema kutakuwa na makristo wa uongo. Sasa makristo ingekuwa haisemi mayesu wa uongo, ni kwa sababu umechanganya. Nasema Biblia inasema makristo wa uongo, sio mayesu wa uongo. Asingesema mayesu wa uongo kwa sababu Yesu ni mmoja tu, hawezi kuwepo na Yesu mwingine. Lakini wakristo wanaojidai wapakwa mafuta ni wengi, na wa uongo wamo. Wanaojidai ni wapakwa mafuta lakini ni waongo, hao ni wengi, lakini Yesu ni mmoja. Sasa unachanganyaje maandiko haya kwamba inasema makristo haisemi mayesu? Alafu nasema alisema ombeni kwa jina langu. Maana yake nini kusema ni ombeni kwa jina langu? Tunahitaji kulijua jina lake. Anaposema jina langu, maana yake walio wake wanamjua jina lake, wasio wake hawalijui jina lake. Jina lake ni Yesu. Akisema ombeni kwa jina langu, tunajua jina lake ni Yesu, wala sio swali la kuhangaika. Tuombe Yesu moja kwa moja au tuombe Baba kwa jina la Yesu. Kama unaamini wako wawili, kama unaamini wako Baba na Mwana, sasa wewe ndio utahangaika kutafuta nani umuombe, maana unaweza kukosea. Ndio maana nimesema ukiwasikiliza watu hata leo wanapoomba wanachanganya, hawaelewi wanamuomba. Kwa sababu na huku akili wanasema wako wawili, wako watatu, alafu katika kuomba na shindwa kunyoka na mmoja. Yesu ni mwenye huruma. Unaposema Baba anajua ni nani. Unaposema Yesu, Yesu ndiye Baba, Baba ndiye Yesu, Baba ndiye Roho. Kwa hiyo unapokosea ni akili yako inakusumbua, lakini yeye ni mmoja tu. Ndio maana anakujibu, ndio maana anakusikia. Wewe unakuwa kama mtoto mdogo.
Mtoto mdogo anaongea kwa kubabaika, lakini baba anatujua. Unaposema tutangulie tuombe kwa jina la Baba au kwa Yesu, sasa kama hujui jina utakuwa na shida, kwa sababu tukiomba kwa Baba, Baba sio jina. Aliyekuambia Baba ni jina ni nani? Au Mwana ni jina ni nani? Au Roho Mtakatifu ni jina ni nani? Hata kwa akili tu ya kibinadamu unajua Baba sio jina. Hata baba yako ana jina lake, ukimwita baba lakini analo jina lake. Jina ni moja tu la Yesu, ila watu akili zao zimepumbaa, zinajaribu kukataa na kukwepa. Hizo ni mbinu za shetani anavyowachanganya Wakristo ili wawe hewani mpaka mwisho watakuwa hewani. Unasema swali lingine, unasema kuna msamaha wa dhambi baada ya kufa. Kama sivyo Yesu alikuwa na maana gani katika Mathayo? Alisema ulimwengu ujao. Mtu aliyemkufuru Roho hatasamehewa katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao. Ulimwengu ujao, kila Biblia inapozungumza habari ulimwengu ujao, manake ina maana milele. Hutasamehewa sasa na hata milele. Kuna maandiko mengi yanayozungumzia ulimwengu ujao, lakini yote ukisoma yanamaanisha ni hata milele. Hata samehewa sasa na katika ulimwengu ujao, yani hata sasa na hata milele. Ukisoma hata katika Marko kwa mfano, kama nitaona mara moja, ukiangalia Marko sura ya 10, alisema Petro akaanza kuambia, mstari wa 28, Petro akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, amini nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao, ulimwengu ujao, na hata milele atakuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo na maeneo mengine siendi kutumia muda mrefu. Anaposema ulimwengu wa sasa na ujao, manake hata samewa sasa na hata milele. Umesema kiyama, manake nini? Kiyama ni ufufuo. Ni sahihi kuwa mwisho wa dunia na mbingu za sasa? Kiyama maana yake ni ufufuo. Basi hilo ndio fuso. Kusema ni sahihi, kusema ni mwisho. Hata ufufuo utatokea mwisho, hautatokea kabla ya mwisho. Watu wengine wanasema kutatokea kiyama, alafu watu wengine wataendelea kuishi, wengine watafufuka, wengine wataondoka, wengine watabaki. Biblia inasema nitakufufua siku ya mwisho. Baada ya mwisho hakuna kitu kinachoendelea. Mwisho ni mwisho. Maana ya mwisho ni mwisho. Kiyama kitatokea mwisho. Baada ya kiyama, baada ya ufufuo, hakuna kitu kingine kitakachoendelea. Unasema baada ya kiyama ndio Mungu ataumba mbingu mpya? Hapana. Tuko ndani ya mbingu mpya kulingana na unabii wa manabii. Mbingu mpya inamaanisha ulimwengu ambao kanisa litakaa, agano jipya. Manabii walipotabiri habari ya mbingu mpya walikuwa na tabiri agano jipya. Hakuna mbingu, Mungu hataumba mara mbili. Aliumba mara moja katika agano la kale, ulimwengu tunaouona na mbingu tunazoziona. Katika agano jipya aliumba tena mbingu mpya na nchi mpya za kiroho. Agano la kale limeumba vitu vinavyoonekana vya kimwili, agano jipya limeumba vitu vya kiroho. Agano la kale kuliumbwa dunia inayoonekana na mbingu zinazoonekana. Agano jipya limeumba mbingu za kiroho na ulimwengu wa kiroho na nchi ya kiroho. Kwa hiyo hakuna atakapoumba tena
Watakatifu wataishi maisha ya namna gani katika Yerusalemu mpya? Yerusalemu mpya ni kanisa. Kanisa ndilo linaloitwa Yerusalemu mpya iliyoshuka kutoka mbinguni. Hakuna Yerusalemu mpya inayokuja. Haya ndiyo michanganyo inayowafanya Wakristo wawe hewani, hawaelewi chochote. Kwamba Agano la Kale kulikuwa na mji wa Mungu, nao ulioitwa mji wa Mungu ulikuweko Uyahudi. Yesu amekuja Agano Jipya. Uyahudi sasa sio mji wa Mungu. Yerusalemu iliyoko Uyahudi sio mji wa Mungu. Mungu amejitengenezea mji wa Mungu wa kiroho ambao umeumbwa kutoka mbinguni, ni kanisa. Yesu anakaa katika mji wake. Kanisa ndiyo Yerusalemu mpya. Kama Yesu atakuja kama roho, malaika walikuwa na maana gani? Katika Matendo 1:9. Sasa ukiuliza swali hili, wewe unafikiri Yesu atakuja kama nani? Kama mwili? Yesu ana mwili? Yesu ana mwili, ana nyama? Biblia inaposema Mungu alijifanya mwili, je, Mungu ana mwili? Alijifanya kama mwanadamu, akafanyika mwili. Je, Mungu ana mwili? Wewe Mungu naye muomba, unaamini hivi unavyoamini? Unaamini Mungu ana mwili kama wa kwako ambao atakuja nao? Hizi ni akili na imani ambazo shetani amezijenga ndani ya watu. Kwa hiyo tunamwabudu Mungu tusiyemjua. Yaani tunamwabudu Mungu kwa namna ambayo hatumjui wala haeleweki. Ndio maana nguvu za Mungu hazionekani katikati ya wanadamu, kwa sababu tumepofuswa sana akili. Watu wanauliza Yesu atakuja akiwa na mwili kama nini? Wanadhani Mungu ni mtu. Biblia inasema alifanyika, na baada ya kufanyika aliendelea kuwa na mwili, alafu aje tena na mwili. Ndio maana watu wamedanganywa. Atakuja na miguu, atakanyaga kwenye mlima wa Mizeituni, atakuwa anatembea. Yesu alikuja kama mwili kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu. Hutauona Mungu hana mwili, hutamuona tena. Ndio maana Biblia inasema hakuna mwanadamu atakayemuona Mungu kwa macho yake akaishi. Hayupo. Kuja kwake Yesu tutatangulia kubadilishwa sisi. Sio Yesu atakayebadilika, sisi tutabadilishwa ili tufanane naye, ndio tumuone. Bila kubadilishwa sisi kufanana na yeye aliye roho, tuwe roho na sisi kama yeye, hatuwezi kumuona Mungu. Ukishika andiko moja, hujui maandiko ya nyuma, hilo andiko moja linakupoteza. Ukifanya mtiririko wa Biblia nzima, utajua ilikuwa na maana gani. Tutamuona kama alivyo, tutamuona kwa macho haya. Biblia inasema tutamuona Yesu. Utamuona kwa macho ulionayo. Na wakati Biblia inasema mwanadamu na nyama kimuona Yesu na kufa hawezi kuishi. Sasa Yesu atakuja, tutamuona na macho hayo ulionayo. Biblia inasema tutabadilishwa ili tuwe sawa na yeye, ndio umuone. Sasa utamuona na mwili gani? Napouliza mwili gani ambao Yesu anakuja nao? Ana mwili gani Yesu? Kwa nini Biblia inasema Mungu ni roho? Hata kusema Mungu ni roho nako hatuelewi maana ya Mungu ni roho ni nini. Hiyo ndio shida. Nimekatakata maswali yako ni mengi, nimerukaruka, mengine nimeona kama yanajirudia. Niende sasa, niwe nimemaliza hapo maswali ya ndugu Patrick Liteleko. Niende kwa ndugu Felix Maria wa Morogoro. Yeye ameuliza Galatia 5:4. Felix Maria wa Morogoro ameuliza kutoka Galatia 5:4. Unasema mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Anasema naomba ufafanuzi juu ya andiko hilo. Watu wana wa Israeli walifundishwa sheria, wamekuwa katika sheria na Torati, haikuwasaidia. Ndio maana Yesu akaamua kuja kuleta mabadiliko, kuleta neema badala ya sheria. Aliwaachia mitume wahubiri neema, sio sheria. Paulo alianza kuhubiri neema, hakuhubiri sheria. Na mitume wote hawakuhubiri sheria, walihubiri neema.
Paulo alipokwenda kwa Galatia aliwahubiri neema, lakini baada aliporudi mara ya pili alikuta tena walikutokea walimu wa uongo waliokwenda kupindua imani, waliofundishwa neema. Kuna Wayahudi ambao hawakuikubali neema ya Yesu, waling'ang'ania Torati. Ukisoma Galatia sura ya kwanza mstari wa 6, Paulo anashangaa, na sitaajabu kuwa mmemwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Kuna watu wameenda kuwapindua kwamba imani neema ni uongo, lazima ushike sheria. Paulo anashangaa kwamba watu hawa aliowahubiri wamepinduliwa tena. Sura ya 3 anaendelea kusisitiza, anasema ni nani amewaroga? Mbona mlikuwa mmeamini vizuri habari ya neema, mmekubali kwa imani, leo tena mnabadilishwa kwa nini? Anaendelea, ni ujumbe ule ule, sura ya 5 anasema ninyi mlioamini neema mkakubali, alafu sasa mnageukia tena kwenye sheria. Mumeanguka, mumejitenga, mumetengwa na Kristo. Kristo hawezi kuendelea na ninyi, mmetengwa na Kristo. Kwa hiyo kuna watu wanatengwa, wapo wanaendelea na dini, wanaendelea na mafundisho, wanaendelea na makanisa, lakini wameikataa neema ya Mungu. Yesu, wametengwa na Yesu, wametengwa. Sisi tunawaona wanaendelea, lakini kwa ajili ya kukataa neema ya Yesu wanaendelea na sheria yao, wametengwa. Anawaambia Wagalatia, mmetengwa kwa sababu gani? Mmekataa neema, mnaipenda sheria ambayo Yesu amekuja kuifuta, ninyi mmeing'ang'ania, mmetengwa. Ndio maana yake ya mstari huo. Kuna mstari mwingine unasema, umeuliza kazi ya damu ya Yesu ni nini? Kazi ya damu, umeweka maandiko katika Agano la Kale, Walawi 14. Sasa damu ya wanyama ilifanya kazi tofauti na Agano Jipya. Kweli katika Agano la Kale tunaona damu ilifanya utakaso, ndio kazi yake ya damu. Ilifanya ishara kumuonyesha mtu kwamba ni mtu wa namna gani. Agano Jipya sisi hatuna mambo ya nje ya mwili. Agano la Kale utakatifu na usafi ulikuwa katika mwili. Agano Jipya usafi na utakatifu uko rohoni. Agano la Kale ili mtu kutakaswa alipakwa damu. Ukisoma ile Warumi, ile Walawi uliotoa 14, walikuwa wanapakwa kwenye sikio, unapakwa kwenye kidole gumba, si na nini, damu. Unapakwa kwenye mwili, unatakaswa kwa njia hiyo. Katika maandiko mengine walikuwa wananyunyiziwa damu. Kuhani ananyunyiza ili kutakasa. Hiyo ni Agano la Kale. Maana usafi wao ulikuwa nje, sio kwa ndani. Mungu hakuangalia ndani, aliangalia nje. Agano Jipya usafi wetu na utakatifu uko ndani. Na damu sio ile ya kunyunyiza, ni damu ya imani kutoka kwa Yesu Kristo aliyoimwaga ya milele, ambayo haifutiki. Bado leo mtu akiamini damu ile inamsafisha, ambayo hatuioni kwa macho. Kazi ya damu ni kutakasa. Katika maandiko mengine, kwa mfano siku ya Pasaka walipaka damu kwenye milango ya nyumba zao, mimo ya milango, ilikuwa ni kulinda, kuleta ulinzi. Malaika wa mauti akiona damu unakuwa salama, anapita. Damu ilifanya kazi ya kutakasa, ilifanya kazi ya ulinzi. Leo katika Agano Jipya ndio kazi hiyo ya damu inafanya kwetu, ni ulinzi wetu, ni utakaso wetu. Inafunika damu, inafunika makosa yetu, inafunika dhambi, inatakasa. Mahali palipochafuka huwezi kusafisha. Biblia inasema, maandiko yanasema tumevaa mavazi meupe. Kanisa wanaitwa waliovaa mavazi meupe, hasa katika kitabu cha Ufunuo. Unavaaje mavazi meupe? Mavazi yako yanasafishwa na nini? Agano la Kale walisafishwa kwa hyssop. Kulikuwa na vitu vinaitwa hyssop. Unisafishe kwa hyssop. Kulikuwa na mmea maalum iliyotengenezwa kwa ajili ya kusafishia madoa. Katika Agano Jipya unasafisha dhambi zako. Mavazi ni wokovu wako. Unaweza kuchafuka.
Ni nini kinachoweza kusafisha? Anasema tunasafishwa kwa damu, mavazi yetu yawe meupe kwa sababu tumeoshwa kwa damu. Damu inaondoa madoa, inaondoa mawaa. Kazi ya damu ni utakaso. Unawaza nini kutoka Mbeya? Huyu ni ndugu anaitwa unawaza nini kutoka Mbeya. Yameuliza katika kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa kwanza. Mwanzo 11 mstari wa kwanza. Anasema ni sababu nini sababu ya kuwachafulia lugha? Sura ya 11 inazungumza juu ya Mwanzo 11 inazungumza juu ya machafuko ya Babeli. Machafuko ya Babeli. Wote tunafahamu lugha ilivyochafuliwa na wakatawanyika. Na Biblia inajieleza wazi katika ile mistari. Mstari wa kwanza anasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tuyachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe. Kazi ya kujengea matofali ni rahisi kuliko kujengea mawe. Ukitaka nyumba yako iende haraka, usijengee mawe. Itakuwa imara lakini haitaenda haraka. Wakabadilisha mfumo kwa sababu mfumo wa kujenga ulikuwa ni wa mawe. Wakasema tutajengea matofali ili tufanye kazi kwa wepesi. Na badala ya lami tutumie chokaa, maana chokaa inapatikana kirahisi. Wakasema haya tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina. Lengo ni kujifanyia jina, ni kujitukuza, ni kujijulisha, ni kujulikana, kujitengenezea jina. Sio kumtengenezea jina Bwana, wajitengenezee wenyewe. Huu ni uasi. Nia tayari imegeuka. Wanataka kujitangaza wao, sio Mungu. Wajitengenezee jina wao. Walipoanza kazi na Luka, ukienda mstari wa 6, Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalo kusudia kulifanya. Haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Kwa maana basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Hii ndio kusudi. Walikataa kutawanyika, wakae pamoja. Hamwezi kukaa pamoja bila kuelewana. Mungu ana kazi ndogo tu. Akitaka kuharibu mipango ya mwanadamu, akachafua tu lugha, wasielewane. Wala hakugombana, wala kutumia vita. Leo Mungu akitaka kuharibu jambo, analiharibu kirahisi tu, wala hana shida. Kama hamuelewani, mtakaje pamoja? Kila mtu atakwenda zake, maana hamuelewani. Ndio ikawa Mungu mpango wake ilikuwa ni kutawanyika. Wao waliasi. Tujifanyie jina, tujitengenezee mji, tujitengenezee jina. Ilikuwa ni kinyume ndio wazi. Hiyo ndio sababu ndio watawanya. Na ukiangalia, ukija kwenye Agano Jipya, kitabu cha Matendo siku ya Pentekoste, Mungu anaunganisha mataifa katika Yesu Kristo. Aliwaunganisha kwa lugha. Aliwatawanya kule nyuma kwa lugha. Sasa anawaunganisha kwa lugha. Kila mmoja anamsikia mwenzake kinena. Kumbe lugha Mungu ameitumia mara mbili, kuwatawanya na kuwaleta pamoja katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Hiyo ndio kusudi, hiyo ndio sababu. Umeuliza swali lingine katika Kutoka 25 mstari wa 21. Inasema katika lile sanduku Mungu alisema utaweka ushuhuda ndani ya lile sanduku la agano. Mungu alisema liwekwe pamoja na ushuhuda. Sasa swali la ndugu nawaza nini? Anasema ushuhuda ni nini uliowekwa ndani ya sanduku? Ushuhuda ni nini?
Tukisoma, nisome kidogo Waebrania sura ya 9. Waebrania sura ya 9. Wewe umenipa Kutoka 25, mimi nisome Waebrania sura ya 9 mstari wa 2. Maana hema ilitengenezwa ila ile ya kwanza, mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya uonyesho, ndipo palipoitwa patakatifu na nyuma ya pazia la pili, ile hema iitwayo patakatifu patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano. Vile vibao ni zile sheria ambazo Mungu alimpa Musa. Vilikuwa vibao, mbao za mawe zilizoandikwa amri za Mungu. Ndizo zilikuwemo ndani ya sanduku la agano. Zile sheria za Mungu, yale maneno ya Mungu ndio yanayoitwa ushuhuda. Ushuhuda maana yake nini? Ushuhuda ni neno la Mungu. Neno la Mungu linaitwa ushuhuda. Neno la Mungu linaitwa ushuhuda. Nikupe maandiko machache, unaweza yako mengi, lakini ukisoma kwa mfano kitabu cha Zaburi 119. Zaburi 119, nikutajie tu maneno machache. Ukisoma ule mstari wa kuna mstari kadhaa katika sura ya 119, siku kama nitaiona kwa haraka. Mstari ni kuonyeshe, mstari wa 14 unasema, nimeifurahia njia ya shuhuda zako. Shuhuda ni nini? Shuhuda ni neno. Nimeifurahia neno lako. Ukiendelea katika kitabu hicho utaona mstari wa 22, uniondolee laumu na dharau, kwa maana nimezishika shuhuda zako. Shuhuda ni nini? Shuhuda ni neno. Ukisoma mstari wa 31, nimeambatana na shuhuda zako. Shuhuda ni nini? Shuhuda ni neno lako. Unaweza kusoma ukaona mahali pengi katika mstari wa 36, unielekeze moyo wangu na shuhuda zako. Shuhuda za Mungu, neno la Mungu linaitwa shuhuda za Mungu. Vile vibao, mbao za maneno ya Mungu zilizokaa ndani ya sanduku ndio zinaitwa shuhuda. Nikupe andiko lingine katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11, 12, 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda. Naona kwa neno la ushuhuda wao. Neno la Mungu, tunapolishika neno la Mungu tumeshika ushuhuda wa Mungu. Kwa hiyo ndani ya sanduku kulikuwa na neno, kulikuwa na vibao. Huo ndio unaoitwa ushuhuda. Na kwenda swali lingine. Swali lingine la ndugu Daniel Lipawaga. Yeye alizungumza, alitoa kama swali, lakini lililotokana na mjadala kwamba watu wanasema sio halali kwa Mkristo kuweka ulinzi kwa sababu Mungu ndiye anayetulinda. Je, ni halali Mkristo kuwa na mlinzi? Hiyo inatokana na imani mbalimbali, lakini mimi nitoe tu kwa ushauri wangu. Niseme hivi, kama mimi sasa niseme neno, maana Biblia haisemi msiweke walinzi. Niseme kwa nafsi yangu kwamba Mungu ni mlinzi wetu.
sana. Na mimi binafsi sitegemei kuweka mlinzi kwa ajili mlinzi aanze kulinda nyumba yangu. Lakini nikiwa na mali nyingine, nikawa na biashara, nikawa na mali, nitaweka mlinzi. Mimi sitegemei kuweka mlinzi kwenye nyumba yangu au ananilinda, kwa sababu namwamini Mungu ananilinda. Lakini nitakapokuwa na mali huko nje, nimeweka si kuna magari, si kuna mali gani, kuna duka, kuna vifaa gani, nitaweka mlinzi. Siwezi kusema Mungu atalinda. Kwa hiyo inategemeana ni mazingira gani. Je, unataka kuajiri mlinzi au anakulinda kwenye mji wako unapolala? Ulinzi sio dhambi. Na Mungu ametupa akili za kulinda. Ndio maana hata waliokoka wanaibiwa. Hata watumishi wa Mungu wanaibiwa na wezi. Hili ni sawa na wakati mwingine kuna watu wengine wanasema mimi sitaki kwenda hospitali maana Mungu ni mponyaji. Lakini kuna wakati mwingine utamkuta yuko hospitali. Utakuta yuko hospitali. Au mtu anasema mimi siwezi kwenda hospitali, lakini mtoto anaugua. Unapomzuia mtoto kwenda hospitali, unafanya kosa. Hiyo imani ni ya kwako wewe. Mke wake anaugua, anamzuia kwenda hospitali. Hiyo imani sio ya mke wako, ni ya kwako wewe. Kwa hiyo ni sawa, nimetoa mfano wa ulinzi, na ni sawa na wale wanaosema mimi siwezi kwenda hospitali maana Mungu anaponya. Mimi siwezi kulinda. Unaweza usiweke mlinzi, Bwana anatulinda. Hata mimi Bwana ananilinda. Lakini kuna mazingira utahitaji kuwa na walinzi. Kwa sababu Mungu ametupa akili. Mungu ametupa akili. Akili tusitumie. Mungu hakusema tusitumie akili. Tunazitumia akili, ila tusizitegemee. Pamoja na ulinzi, pamoja na mageti tunayojenga, bado tunahitaji ulinzi wa Mungu uhusike. Kwa hiyo kuweka ulinzi, mimi nasema inategemeana ni mazingira gani. Unalinda nini? Ulinzi unahitajika hata kwa mtu wa Mungu. Swali la ndugu Vasco Sanga, yeye aliuliza kuhusu Kwaresima, kwamba je, Kwaresima ipo katika Biblia na katika imani ya Kipentekoste inatambulika? Na kwa nini Wapentekoste hatuna mfungo wa Kwaresima? Yalikuwa ni maswali ya ndugu Vasco Sanga wa Arusha. Haya maswali nilipoyaona, pamoja na kwamba ni maswali ya kujibu, niliona sitajibu kwa kipindi hiki nikatosheleza. Ndio maana niliandaa somo la mfungo au maombi ya kufunga Jumapili. Nimetoa fundisho hili siku ya Jumapili, ambapo nimeweka maelezo ya kutosha. Kwa nini hatufungi? Hatuna Kwaresima. Kwanza, neno Kwaresima ni neno lilotokana, ni neno la Kilatini. Na maneno mengi unapoona yametokana Kilatini, ujue kwamba yameanzishwa na kanisa la Roma. Kwa mfano, sacrament ni maneno ya Kilatini. Maneno kama Kwaresima ni maneno ya Kilatini. Unapoona neno linatumia neno Kilatini, maana yake limeanzishwa na kanisa la Roma. Je, kama jambo limeanzishwa na Roma linakuwa ni baya? Linaweza likawa zuri, lakini linaendeleza mfungo wa kisheria wa kidesturi. Sisi hatuhitaji kufunga kwa desturi, hatupasi kufunga kwa desturi, bali kwa moyo na mahusiano yetu na Mungu. Na wote wanaofunga si kwamba wanafunga wanaomba, wanafunga kwa kutimiza desturi. Na kuna watu wanafunga siku 40 hawajawahi kuomba, ila wanafunga tu. Kwa sababu Agano la Kale lilikuwa na mtindo huo wa kufunga hata bila kuomba, maana ni desturi ya kufunga. Wakati mwingine walilazimika hata watoto wafunge, hata ng'ombe wafunge. Sasa ng'ombe wanaomba. Sisi hatuna mifungo kama hiyo. Mungu atusaidie. Nadhani limejijibu katika somo la Jumapili. Swali lingine likutoka kwa ndugu Sabato Tarimo wa Sumbawanga. Yeye ameuliza, kwa nini mitume walibatiza kwa jina la Yesu? Kwa nini? Nijibu kwa ufupi. Yesu alisema mtabatiza kwa jina la Baba
na Mwana na Roho Mtakatifu. Na katika mafundisho aliyoendelea kuwajenga mitume na kuadhirishia jina la Baba, walitambua kwamba kumbe jina la Baba ni Yesu, kumbe jina la Mwana ni Yesu, kumbe jina la Roho ni Yesu. Maana Baba, Mwana, Roho sio majina, kunalo jina. Na hakusema mtabatiza kwa majina ya Baba au kwa jina la Baba na jina la Mwana na jina la Roho. Angesema hivyo kungekuwa na majina matatu. Angesema kwa jina la Baba na kwa jina la Mwana na kwa jina la Roho. Alisema kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Maana yake ni jina moja linalowahusu Baba, Mwana na Roho. Katika kukaa na kufundishwa na Yesu, waligundua kwamba jina hilo ni Yesu. Ndio maana hawakwenda kubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho, walibatiza kwa jina la Yesu. Leo tunabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho kwa sababu hatujafunuliwa, hatuelewi jina la Baba ni nani, jina la Mwana ni nani, jina la Roho. Kanisa leo halielewi. Ndio maana tunafuata vile vile kama alivyosema mtabatiza kwa jina la Baba. Sasa hatuulizi Baba jina lake anaitwa nani. Mtabatiza kwa jina la Mwana, hatuulizi jina la Mwana anaitwa nani. Na kwa jina la Roho hatujauliza Roho anaitwa nani. Tumebaki na kukopi kwa jina la Baba, Mwana na Roho, lakini jina lake ni nani? Kwa hiyo uliuliza ndugu Talimo, kwa nini mitume walibatiza kwa jina la Yesu? Walielewa, walifunuliwa, walijua. Swali lingine ni kutoka kwa ndugu Moses Mwakosia. Anajitambulisha kama CPA Mwakosa kutoka Mwanza. Yeye ameuliza swali kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 ule mstari wa 17. 10:17 unasema hivi: kwa maana Bwana Mungu wenu naye ndiye Mungu wa miungu, ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu wala hakubali rushwa. Maswali ya ndugu Moses Mwakosia. Moses Mwakosia anauliza, Mungu wa miungu, Mungu wa miungu amewakataza watu wake wasiabudu miungu, lakini mataifa wanaruhusiwa kuabudu miungu. Kuna uhusiano gani? Je, kuna uhusiano wote kati ya Mungu na miungu kiasili na kimajukumu? Nataka nijibu hivi kwamba kuna jambo ambalo halijaeleweka hapo. Biblia inazungumza miungu kwa namna mbili. Biblia inaposema Mungu wa miungu, Mungu wa miungu, je, ni miungu gani? Ni miungu gani? Waamini wa Kristo, wafuasi wake Mungu, ndio wanaoitwa miungu. Biblia inaposema Mungu wa miungu, ni Mungu wa miungu, miungu wa miungu, miungu watu wake, kanisa ndio miungu, watu wake ndio miungu, wafuasi wake ndio miungu. Mungu anawatawala hao miungu. Biblia inaposema miungu mingine, usiabudu miungu mingine, katika Biblia miungu kuna maandiko mengi, uwezi hata kunjamaliza. Yanaweza kufika hata maandiko yanayohusu miungu yanaweza kufika hata 500 miangapi katika Biblia. Hata nikipata nafasi naweza nikayahesabu nikayakuta yako mengi mno yanayohusu miungu mingine, wakaabudu miungu mingine. Miungu mingine ni miungu ni miungu, ni ibada za sanamu.
Ibada, unapokuabudu miungu mingine unaabudu sanamu. Miungu mingine ni sanamu. Zinaweza kuwa sanamu za kuchonga, sanamu za wanyama, sanamu za nini. Kitu chochote kinachoitwa ibada ya sanamu ni miungu. Tunakumbuka hata yule mke wa Yakobo alipotoka kwa baba yake kwenda kwa Yakobo, alienda na miungu ya baba yake. Watu wamekuwa na miungu katika mataifa. Miungu inaitwa miungu mingine, ni ibada za sanamu, ibada za miungu. Lakini Biblia inaposema Mungu wa miungu, haisemi miungu ile ya sanamu. Miungu ya watu wake ndio wanaoitwa miungu. Sisi ni miungu. Kwa hiyo katika swali lako umesema kuna uhusiano gani kati ya Mungu na miungu? Kama ni miungu, anaposema Mungu wa miungu, kuna uhusiano. Ni uhusiano uliopo kati ya Mungu na sisi. Sisi ni miungu, yeye ni Mungu. Tuna uhusiano. Lakini ukisema Mungu, uhusiano Mungu na miungu mingine, hakuna uhusiano. Kati ya Mungu na miungu mingine ambayo ni miungu ya ibada, miungu ya sanamu, hakuna uhusiano. Lakini uhusiano wa miungu. Sasa hapa umesema mbona watu wake wanakatazwa kuabudu miungu, lakini watu wasiamini wanaruhusiwa kuabudu miungu? Wale wanaabudu miungu mingine. Sisi haturuhusiwi kuabudu miungu mingine, haturuhusiwi, tumekatazwa. Wale wanaabudu miungu mingine, sisi haturuhusiwi kuabudu miungu mingine. Sisi tunamwabudu Mungu. Yeye ni Mungu na sisi ni miungu yake. Ndio tofauti iliyopo. Nikupe maandiko machache. Ukisoma Kutoka 15, ukisoma Kutoka sura ya 15, Kutoka sura ya 15 ule mstari wa 11 unasema, Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Hapa anaisema ni miungu mingine. 18:11, Kutoka hiyo 18:11, sasa najua ya kuwa Bwana ni mkuu kuliko miungu yote. Hapa anaisema miungu mingine. Sura ya 20 mstari wa 3, usiwe na miungu mingine. Hapa anaisema ni miungu hiyo mingine ya ibada. Kuna maandiko mengi 23 mstari wa 13. Kutoka 23 mstari wa 13 anasema, yaangalieni hayo yote niliyowaambia, wala msitaje kabisa majina ya miungu mingine. Msitaje kabisa majina ya miungu mingine, wala yasisikizwe kutoka kinywani mwako. Kumbukumbu sura ya 6. Kumbukumbu sura ya 6. Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 4 unasema hivi, mstari wa 14, samahani, 14 unasema, msifuate miungu mingine katika miungu wa mataifa wa wazungukao. Msifuate miungu mingine. Twende Yohana. Kabla ya Yohana tuangalie Zaburi. Zaburi 82. Zaburi 82. Zaburi 82 inasema hivi, mstari wa 1, Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu. Unaona hiyo lugha? Mungu anasimama katika kusanyiko la Mungu. Tunapokusanyika sisi tunaitwa kusanyiko la Mungu. Katikati ya miungu anahukumu. Anasimama katika kusanyiko, anasimama katikati ya miungu ili atoe hukumu. Hukumu ni neno lake. Neno lake linapotoka kwa wanadamu ni hukumu za Mungu. Katikati linatoka wapi? Anasimama wapi anapotoa hukumu kwa watu, kwa ulimwengu? Lazima simame katikati ya miungu. Miungu ni watu wake, anasimama katikati ya miungu. Mstari wa 6
sura hiyo 82, anasema mimi nimesema ndini miungu na wana wa aliye juu nyote ninyi ni miungu. Katika Yohana sura ya 10, Injili ya Yohana sura ya 10, sura ya 10, Yesu aliposema yeye ni mwana wa Mungu, walisema unakufuru, walitaka kumpiga mawe. Sasa na yeye akawashangaa. Mstari wa 34, 10:34 akasema, Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, ikiwa anawaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamuita unakufuru? Kusema Mungu, ninyi wenyewe ni miungu, itakuwaje mimi nisiwe Mungu? Kwa hiyo Biblia inaposema Mungu wa miungu, hasemi miungu wa miungu mingine, wala hakuna uhusiano. Hakuna uhusiano, ni kitu kingine kabisa. Maswali mengine ya ndugu Moses Mwakosia: je, shetani ni kati ya miungu hiyo? Shetani sio miungu, shetani ni Mungu. Biblia inasema shetani ni mungu wa dunia hii. Haisemi miungu, inasema ni Mungu. Hiyo miungu mingine iko chini yake. Yeye ndiye Mungu wa hiyo miungu. Shetani ndiyo Mungu wa hiyo miungu mingine. Swali lingine: je, mashetani na majini ni kitu kimoja? Biblia inazungumza habari ya mashetani na mapepo. Mashetani na mapepo ni kitu kimoja. Neno majini halipo ndani ya Biblia. Hili neno limetoka kwa wenzetu wa Arabu. Wametuletea Waarabu, Waislamu, ndio unakuta majini. Lakini kwenye Biblia hatuna majini, tuna mashetani, tuna mapepo. Yote yana maana moja, yana kitu kimoja. Mafundisho ya mashetani, kuna mapepo au roho chafu. Unaposema mashetani maana yake roho chafu, mapepo roho chafu. Majini tunayaelewa sasa kutokana na wenzetu, kutokana sijui na Qur'ani na kwenye misikiti na Waislamu ndio wametuletea neno hili majini. Lakini wao hawatumii mapepo, hawatumii mashetani, hawatumii mapepo kama Biblia inavyosema, wanatumia neno majini, lakini yote yana maana moja. Swali lingine umesema, je, majini na mashetani ndio malaika wa shetani? Sawa, ni roho chafu za shetani. Biblia inasema roho chafu za shetani. Kwa hiyo tukisema malaika, Biblia haijasema ni malaika, inasema ni roho chafu za mwovu, roho chafu za shetani. Hao majini au mashetani. Lakini Biblia inasema mapepo au mashetani. Mashetani ni roho chafu za shetani. Umeuliza tena, umesema, je, ni kweli hekalu la Sulemani lilijengwa na majini? Naona hizo ni simulizi, lakini tunajua katika Biblia hekalu la Sulemani lilijengwa na Sulemani. Ndio maana tunasoma Sulemani alijenga tena kwa miaka 13. Biblia inaeleza alijenga kwa miaka mingapi? Miaka 13. Mawe yakichimbwa chimboni. Mungu alimkataza yasiende kwenye site kujengea hekalu bila kuchongwa. Yakifika kwenye site hakuna kuchonga, ni kupachika tu. Kazi ya kuchimba chimboni na kuchonga yalichongwa ni kazi alisimamia Suleiman, hayakuwa majini. Sasa hizo ni simulizi zinazotokana na wenzetu wa Islamu. Je, swali lingine la mwisho, je, ni kweli kila mtu ana malaika wake? Hapana. Hizo ni imani za watu, masimuzi ya watu. Hakuna kwamba Mungu kila mtu ana malaika wake. Kila mtu ana malaika wake. Kwanza malaika, hilo somo nadhani nilimepata kufundisha, Mungu akinijalia labda nitalikumbushia tena. Tujue maana ya malaika. Kwa sababu wengi wametumia neno malaika hawajui.
Kwa hiyo Mungu hajamwekea kila mtu kuwa na malaika. Malaika, unajua Mungu yupo kila mahali, yupo kila mahali. Mtu yeyote aliyepo chini ya jua duniani analindwa na Mungu, na anasema nimemwona Mungu, na wakati mwingine anasema nimemwona malaika. Na Mungu mara nyingi amejidhihirisha kwa wanadamu kama malaika. Tuna maandiko mengi katika Biblia. Mungu mwenyewe amejidhihirisha kama malaika. Mungu anapotaka anatulinda, hata mimi leo ananilinda na wewe anakulinda. Lakini hatumuoni. Anapotaka kujidhihirisha uone, anatokea kwako kama malaika. Lakini ni Mungu. Kwa sababu huwezi kumwona Mungu mwenyewe, lazima ajibadilishe. Kunapokuwa na sababu amefanya kazi juu yako Mungu, kunapokuwa na sababu ya muhimu ili uone kwa macho yako, anajitokeza kwako kama malaika. Kwa hiyo sio kwamba kila mtu ana malaika. Hapana. Hapana. Haiko hivyo. Swali lingine ambalo nadhani lingekuwa la mwisho, umeuliza hivi: katika agano, watu wa Mungu katika agano la kale walijulikana kama Waisraeli. Taifa la Israeli ndio walikuwa watu wa Mungu katika agano la kale. Siku hizi katika agano jipya halijawa wazi, sio bayana kati ya kondoo na wateule. Umejaribu kuweka na maandiko pale, lakini nikupe na maandiko mengine naona kama yanakinzana. Nikupe tu kweli kwamba agano la kale lilikuwa na taifa teule Israeli. Alienda na Israeli kama watu wake wateule, lakini walishindwa kuendeleza uteule wao. Mungu alibadilisha mpango wake, akaja Yesu kuunganisha. Maana agano la kale kulikuwa na mataifa na Israeli, taifa la Israeli na mataifa. Watu wengine wote waliitwa mataifa, ilikuwa ni kundi moja, na Israeli ilikuwa ni kundi moja. Kulikuwa na makundi mawili tu. Lakini Yesu alipokuja, alikuja kufuta hiyo hali ya kuwa na taifa moja la Mungu na wengine kuwaweka kando. Alikuja kuunganisha, kusiwe na Israeli na mataifa, kuwe na kanisa. Kanisa limetokea baada ya kuua utaifa wa Israeli na kuua kundi la mataifa. Wote kutuweka pamoja ni kuzaa kitu kinachoitwa kanisa. Katika agano jipya hakuna utaifa, hakuna taifa la Israeli. Katika agano jipya kuna kanisa. Na mafundisho haya yamewachanganya wengi. Wanasema mpaka leo wanawaita Waisraeli wateule wa Mungu. Hakuna wateule wa Mungu ndani ya agano jipya. Kanisa ndilo linaloitwa wateule. Kanisa ndilo linaloitwa kondoo. Yesu katika Mathayo 10 alisema hivi: anawaambia Wayahudi, ninao kondoo wengine ambao sio wa zizi hili. Inanipasa niwalete nao ili kuwe na zizi moja na mchungaji mmoja. Yesu alikuwa anazungumza mataifa. Amekuja kwa Wayahudi, lakini mataifa ni kondoo ambao hawajaingia zizini, na waleta nao ili kuwe na kundi hili moja, sio makundi mawili. Agano la kale lilikuwa na makundi mawili, agano jipya lina kundi moja tu. Ni walete kuwe na kundi moja, kuwe na mchungaji mmoja. Yesu hana makundi mawili, hana kondoo na wateule, hana taifa la Israeli na kanisa. Hapana, ana kundi moja tu, kanisa, wale wanaomwamini Yesu Kristo basi. Kwa andiko la haraka, kwa sababu ni swali letu la mwisho, nisome Efeso 2. Efeso 2 yako maandiko mengi sana, lakini hatuwezi kwenda huko kote. Nisome tu hili Efeso 2:12. Efeso 2:12. Efeso 2:12, nianzie na mstari wa 12. Efeso 2 mstari wa 12. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Hao ni watu wa mataifa. Maana anawaandikia Efeso, walikuwa ni mataifa hao. Na wote wa Galatia, wa Korinto, wa Kolosai, wote hao ni mataifa. Hawakuwa miongoni mwa Israeli. Pamoja na sisi hatukuwa miongoni mwa Israeli. Sasa anasema kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo.
Mmefarakana na jamii ya Israeli. Mlikuwa wageni wasio na maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, baada ya kuja Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga kuwa wawili, naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili, yaani mataifa na Israeli, awafanye hao wawili kuwa mtu mmoja mpya ndani ya nafsi yake. Akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Agano Jipya iko bayana, iko wazi. Hakuna taifa la Mungu ndani ya Israeli. Unaposoma taifa la Mungu katika Israeli, ni waamini wote waliomwamini Yesu wanaitwa taifa. Ukichanga awe Mwisraeli na asiye Mwisraeli, wote wanaomwamini Yesu ndio wanaoitwa taifa. Hakuna taifa la Israeli katika Agano Jipya. Hakuna taifa. Wengi wanaposoma taifa, wanaposoma wateule, wanafikiri ni Waisraeli. Hakuna wateule Israeli ndani ya Agano Jipya. Wateule ni waamini, ndio wanaitwa wateule. Petro ya kwanza 1, Petro ya kwanza 2 mstari wa 9. Petro ya kwanza 2 mstari wa 9, bali ninyi ni mzao mteule. Wote waamini tunaitwa wazao wateule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Taifa takatifu ni nani? Ni waamini, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Hili ni jibu letu la mwisho kutoka kwa maswali ya ndugu yetu Moses Mwakosia CPA kutoka Mwanza. Nadhani nimejibu kwa kadiri niwezavyo, lakini kuna maswali mengine yamesalia. Sitaki kuchukua masaa mawili kujibu maswali. Nina utaratibu wa kutumia saa moja. Sasa nimefikia saa moja na dakika zaidi. Kuna maswali ya ndugu Kamugisha, naye ameuliza maswali mengi, nimeacha. Kuna maswali ya ndugu Alphonse kutoka Dar es Salaam, Kamugisha kutoka Bukoba. Nitayajibu Jumatano ijayo. Mungu awabariki sana kwa kunisikiliza, na Mungu aendelee kuwapa ufunuo wa Roho katika kulijua neno la Mungu. Mungu akubariki. Kwa jina naitwa mtumishi wa Mungu Zefania Mwarusambo. Namba yangu ya simu ni 0754041599. Katika ofisi yetu tunatumika, tuko watatu. Yuko mratibu wetu, namba yake ya simu ni 0769 007328. Namba ya sekretari wetu ni 066 0677 88 0199. Mungu akubariki sana. Amina. Mwalusambo International Ministry tunayo furaha kwa taarifu kuwa huduma yetu inaendelea kuboresha vifaa na mini studio ili kuongeza ubora wa rekodi, matangazo na utunzaji wa kumbukumbu za huduma. Maboresho haya yanahusu ununuzi wa kamera za kisasa, vifaa bora vya kurekodia sauti, matengenezo na maboresho ya mini studio nje pamoja na ndani. Gharama za utekelezaji ni shilingi milioni 15. Muda wa kutimiza ahadi ni hadi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026. Chota baraka zako sasa kwa kuchangia kadri Mungu alivyokubariki. Tunapokea ahadi
kodi na michango, na tunawaomba familia ya MIM kushiriki kwa maombi, michango na ushirikiano wa kujitoa kwa hali na mali. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya NMB Bank 629100009016. Jina litakuja Zefania Enoki Mwalusambo, ama kwa M-Pesa 0769007328. Jina litakuja Mwalusambo International Ministry. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0741996990. Pamoja tunaweza kulijenga eneo la huduma kwa viwango vya juu zaidi, na utukufu kwa Mungu.